akatokea mwanafunzi wa siri anaitwa Yusufu. Huyu Yusufu alikuwa ni miongoni mwa watu wakuu katika taifa la Israeli, lakini alimwamini Yesu. Alikuwa mwanafunzi wa siri. Maandiko yanasema ya kwamba huyu Yusufu alipoona Yesu amekufa, akaenda kwa wakuu, akaenda kwa Pilato, akauomba mwili wa Yesu. Alipoomba mwili wa Yesu, maandiko yanasema yule mkuu akamruhusu, akamchukua. Kulikuwa na kaburi ambayo tayari Wayahudi walikuwa wanaandaa makaburi yao wakiwa hai. Yeye alikuwa ameandaa kaburi kwa ajili ya maziko yake. Ameliandaa. Biblia inasema kaburi ambalo halijawekwa maiti. Kwa hiyo akaandaa lile kaburi. Alipoona hivyo, akaomba, akaenda akachukua sanda, akaizonga ule mwili wa Yesu. Akaubeba, akaupeleka kwenye lile kaburi lake, akamzika Yesu. Alipomzika Yesu, akatoka kwenye lile kaburi, akachukua, kulikuwa na jiwe kubwa pembeni, akachukua akaweka kwenye mlango wa lile kaburi. Alipoweka kwenye lile kaburi, Yusufu akaondoka. Wakati anafanya maziko, wanawake wako mbali, wanaliangalia lile kaburi, wanamwangalia Mwokozi Yesu Kristo mwenye kuponya, Yesu Kristo mwenye kutenda maajabu, Yesu Kristo aliyelisha watu 10,000, Yesu aliyemfufua Lazaro. Wanamwangalia kule kwa mbali wakiwa na hofu kuu. Ndani ya mioyo yao kulikuwa na giza ambalo limetanda kipindi hicho. Biblia inasema ya kwamba siku ya pili wale maaskari na wakuu wa Kiyahudi wakasema, Yesu alisema siku 3 atafufuka. Na sasa tufanye hivi, twendeni kwa Pilato tukaombe walinzi wasimamie lile kaburi, wakalilinde. Maandiko nasema kwamba wakaenda kwa Pilato, akamwambia, nendeni mkafanye kwa kadiri muonavyo, nendeni mkalilinde. Wakasimama, wakachukua wale maaskari, wakaenda kwenye lile kaburi la Yesu, wakachukua mihuri, wakalipiga lile muhuri, na maana kwamba hakuna mtu kuweza kulifungua ili jiwe wala kuchukua mwili wa Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba wakaanza kulilinda kwa kadiri ya utana wa ulinzi aliosomea, wakalilinda lile kaburi la Yesu. Lakini siku ya 3 tunazo habari njema za huyu Mungu wetu tunayemwamini. Tunazo habari njema za mfalme wa falme. Ndio maana unakuwa na ujasiri wa kutangaza, wa kusema mambo makubwa, matokeo makubwa aliyoyafanya Yesu. Katika matokeo aliyoyafanya Yesu yaliyo makubwa zaidi ni ufufuo wake. Maana maaskari walikuwa na linda, wamevalia zile nguo, wamevaa kila kitu kama ni nguo za risasi, wamesimama na bunduki zao, wanalilinda. Lakini Biblia inasema tetemeko likatokea mahali pale. Alipotokea tetemeko, lile jiwe likatoka mlangoni ili Mwokozi